tunajiletea wenyewe. Changamoto zingine zinakuja kutusumbua katika dunia hii, hatuyaelewi, lakini kuna zingine tunajiletea wenyewe. Kuna kifo tunajiletea wenyewe. Niliambia watu juzi in another funeral, if unataka kuishi siku mingi, you can live long. What do you do to live long? Watu wengine wanasema eat well and so on and so on. Yes, na unaangalia chakula ni gani nini, tunajichunga sana na hiyo. Lakini mimi ninafikiria uweze kuishi miaka mingi, tuache vitu kadhaa. Moja, tuache mambo ya kukasirikiana sana. Kukasirika kiasi ya kuweza kupasuka ndani. Unakasirika mpaka unatoa jasho, mpaka unagonga vitu, unakasirika, hiyo kifo inakukaribia. Na utakufa kwa kukasirika. Utaitiol. Wakale wanajua kutiol. Kutiol ni kupasuka, pia roho inakwisha. Sababu unakasirika saa yote. Kuna pia kupiga kelele mingi. Watu wengine wanapenda kelele. Unapiga kelele mpaka mizizi inatoka huku, inatoka kwa uso, mizizi kama ya miogo au irobwan. Na unapiga kelele na utakufa mapema, because hiyo kelele ina affect mpaka roho yako. Kitu ingine inaua watu mapema ni wivu. Unaona wivu kwa mtu anafaulu, mtu anabarikiwa, unasikia wivu, unaangalia na kusikia mbaya badala ya kufurahi na kumwambia pongezi, congratulations, nafurahi na wewe. Unaanza kusikia wivu, unasikia wivu, unapanga wivu ndani yako. Utakufa na wivu mapema. It will kill you. Therefore, tukitaka kuishi siku mingi, tuishi vizuri. Na mimi naambia kina mama walioko hapa, kina mama ndio wanaweza lete kitu ingine inaitwa stress. Chebioso ya mtu. Na mtu anawinda na kutafuta na kuongelesha na kulete siku hiyo bado ni mzuri, lakini kufika kwa nyumba stress inaanza. Chebioso does not allow the man to sleep. Watu wakienda kwa bedroom wanaanza na ukulete ile na ukufanya hii, sasa kelele mingi mpaka mtu naamuka na kwenda kuangalia television saa 8 usiku. Utasikia watu wengine hapa walali wanaenda kufinya remote saa 8 usiku, ndio hiyo sijui Al Jazeera, sijui ni gani hiyo ya saa 8 usiku, hata Citizen iko nyimbo mingi saa 8 usiku. Watu naenda angalia hiyo ili usiku ipite. Because there is a chebioso in the bedroom. Chebioso mbaya. Chebioso mbaya amebaki kwa duvet na Dr. Mattress. Lakini mwenye hizi vitu ako kwa sitting room anasema, Mungu nisaidie ifika asubuhi haraka. Harakisha jua itoke. Sababu there is mnyama in the house. Chebioso lazima muwe watu wazuri ili mupatie watu waishi miaka mingi. Yes. Badala ya kelele, weka mayai hapa, tunyoe hiyo. Kidogo enda lete matunda, weka hapa, tukule hiyo. Mimi naonanga wazungu kwa hizi sinema inawekwa hapo, hata kwa Citizen. Wanaweka sinema ingine sijui mnaita soap ama mnaita sijui nini. Wanaweka hapo. Alafu wazungu nikaona ni funny kidogo. Lakini nimeona Waafrika tunaanza kufika hapo. Zamani za wazee wetu wanakaa vizuri, chebioso, hata alikuwa hakuna chakula mingi, lakini kimnyo ugali kiletwa hivi dung moja na kuwekwa hapa mursik. Watu na butul pole wakiangalia na kusema chebioso hii amune chebioso hiyo. Karuri kimnyet kumye. Lakini siku hizi watu nalete chakula kufika meza. Wanaangalia na anaanza story sasa. Nasema na ile zawadi yangu. Na ile anajua huyu hana pesa lakini atasumbua.
Anamsumbua kwa meza mpaka mjamaa anaangalia ugali, anasema ngoja nitoke kidogo. Hii kelele imezidi, mtu nawacha kimyo kwa meza. Tusifanye hivyo. Ili tuishi siku mingi, tuweze kupendana, tuweze kuongeleshana vizuri. Na niliambia wazee pia, we have a responsibility, kwamba sisi ndio kichwa. Ongoza nyumba hii na ulete vitu nyumbani, lete chakula. Usikuje na mkono mtupu. Amenyo ageut na level. Eut na level kono mamiki. Yairo chebyo se ichutu getu na kotone unagoro kole kinyo une. Kele akuna carrier bag. Ele leo bro. Amekuja tu lakini matinye kei tiondo. Matinye gate onda kanyo buch ageut na level. Jaribu kulete kitu hata kama ni kidogo, ingiza hapo kwa carrier bag na ulete namna hii. Akiona green carrier bag hivi anajua there is something. Hata kama ni mkate nusu uliomba kwa mtu, weka hapo ulete. Beana na kusema ndio hiyo kitu. Watu wa kule kidogo. Mama anakutorogu anakuja kotoroji ni yumbo gate. Ule wangu yule anakuja mpaka gate kufungulia mimi, because sisi hatuna security. Unajua nyinyi wengine mko na watu mapewa hiyo na kufunguliwa, lakini yetu Chapioso ndio nakuja. Madam yangu nakuja kufungulia mimi gate. Huyu anafungua, hata jana alifungua gate. Na akasimama hapo kwa gate, nikamwangalia nikamwambia hi dear, na nikatoa carrier bag. Kupatia carrier bag, tulienda kwa nyumba kwa amani na tukakula pole. Na ndio tumekuja na yeye mpaka hapa leo. So that is our responsibility. Now, because I'm not taking too long, I want to say, dunia hii tuko na shida. Psalm 18 verse 4 and 6 to 6 inasema, the cords of death entangled me. The torrents of destruction overwhelmed me. In verses 5 akasema, the cords of the grave coiled around me. The snares of death confronted me. But in verse 6 akasema, but in my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears. Akasema, katika dunia hii I'm surrounded by cords of death. They entangle me. They want to funga mimi. They want to finya mimi. They want to kill me. These cords of death and the cords of the grave are coiled. They coil around me. You try all means to stop death coming, but it comes anyway, because there are cords of death that can entangle us na kutufunga na kutufinya. Daktari wamejaribu, kila mtu wamejaribu. Tumekula hii dawa ile, tumesunguka India, tumeenda kila mahali, lakini these cords inasema hatutoki na inatufunga. At the end of the day, wakati nyingi inatuweza. But the Bible tells us in verse 6 that there is hope. There is hope beyond the grave. There is hope beyond this death. This death kills only the body. But the soul of this man is not here today. He is not here. Vincent is not here. His body is here before us, but his life and his spirit is before the Lord. Because anasema, in my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. And from his temple he heard my cry. He heard my voice. Alisikia sauti yangu na akaniokoa. Akaokoa uzima wangu. Hata kama aliwachilia mwili yangu iende,
to the grave, lakini aliokoa uzima wangu. Uhai wangu haimo hapo. Alinipeleka, nikaenda aliposikia kilio changu. And I believe he cried to the Lord at that time. We cry to the Lord in many ways. We have plenty of time to say to the Lord, please Lord, listen to me, save me now. Usinyamaze mpaka kufa. Kuna watu wengine wananyamazanga mpaka kufa. Lakini kuna watu wengine wanaona hii kitu imekuja sana. Nasikia ikinifunga. Nasikia ikiendelea kunifunga. Na mtu anaanza kusema, jameni, naona hii kitu ni serious. Na unaanza kuongea. Na usiongee kulalamika. Ongea kuomba msamaha. Ongea pia kutafuta uzima wa milele. Sema kitu kwa Mungu. Even if you whisper a word to the Lord, he listens to that word. He saves you from that word. Ukisema tu Mungu niokoe, that is enough. Kwani yule mwizi aliwekwa msalabani pamoja na Yesu. Kwani alihubiriwa na nani? Nani alimhubiria msalabani? Alikaa pale akisema we are dying now. Hii ni kukufa tu. Hakuna namna nyingine. Lakini akapinduka tu na akamwambia Yesu, unikumbuke. Mahali unaenda. Hata sijui unaenda wapi, lakini ukienda huko wewe kumbuka mimi. Yesu pia akapinduka na akamwambia, hakika leo wewe utakuwa pamoja na mimi paradiso. Bwana asifiwe. Nobody preached to him, but he gave his life to Jesus on the cross. That last minute. Akasema, sitakufa hapa kama mwizi. Nitakufa nimebadilika. Nitakufa nimeokolewa. Nitakufa nikiwa mtu mpya kwa huyu. Hata kama wengine wanajua mimi nilikuwa mwizi, lakini huyu atanipeleka kwake. Na akapelekwa paradiso. So you have an opportunity. Say to Jesus, save me. Save my soul. I need you. Even this last minute. Even on my dying bed. Save me. And I believe our son here spoke to the Lord in that way. I believe something happened. Now, in conclusion, therefore, Psalm 23 verse 4, the writer said, that is David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Mimi ninajua, nijapopita kwenye bonde ya uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa sababu wewe uko pamoja na mimi. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Mimi nataka tuwe comforted by the rod and the staff of Jesus Christ. Jesus has power to take away the pain. He has power to take the pain from your souls, from your hearts, family. He has the power. He's able. He did it before, and he can do it today. He can do it today here. Anaweza kuwafariji. Anaweza kuwatia nguvu. Anaweza kuwahudumia kwa njia ya ajabu. So for this, God is our God forever. Hata tukikufa, shetani anajaribu kutumia mbinu zote ati sisi tulalie upande wake, tunakataa. Tunakataa. Nafurahia Deputy President hapa. Niliwaombea siku ile kwa Cabernet. Na bado nawaombea. Na nakumbuka maombi hayo naye ilifanya kazi na imewaletea ujasiri. Nasikianga ukisema hiyo tumekataa.
Unasikianga ukisema hiyo tumekataa. Hiyo vitu ya wengine wanapanga mchezo tumekataa. Na hata hii kifo tumekataa. Mwili itaenda lakini mioyo yetu tumekataa, haitakufa. Amen. Mambo mchezo ya shetani tumekataa. Yes. Tuko na uwezo ya kusema hatuendi njia hiyo, hatufanyi hivyo, tumekataa. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even to the end, even unto death. He will be our guide. So, family, and all the mourners here today, sisi tushike huyu Yesu, tushike huyu Mungu wetu, tumpende kwa mioyo yetu, na tuishi vizuri. Tuishi vizuri. Na tupendane. Tuache chuki. Tuache kelele. Tuache matata. Tupendane na tusonge mbele. Because hii maisha ni fupi. Tufurahie maisha ile Mungu ametupatia kwa muda huo mfupi, ili siku moja we will celebrate and say Mungu ametubariki. May the Lord bless us. May the Lord bless my brother Cherorot and his family. May the Lord keep you. May the Lord be with you. May he remain in the family to help and to strengthen, to encourage. So we thank God because his word is powerful. It comforts us. Let us pray. God, our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we come before you this hour. We know we are sorrowing. We are grieving. The family is grieving in a big way. They know the loss they have encountered by the passing on of this young man. But we want to thank you, because even when the cords of death entangle us, when these cords of the grave come before us and entangle us even to the point of death, our spirits are free and they come before you. We thank you because Jesus Christ, you overcame death. You conquered it even after that cross. They thought you were dead, but you resurrected on the third day to give us hope forever. And even us, we will not die. We will only sleep. And one day we will resurrect and be with the Lord Jesus Christ forever. So we thank you for your word. Tunaomba uendelee kufariji familia, kutia moyo na kutia nguvu, siku zote wakutegemee. Basi utuongoze katika ibada hii mpaka mwisho. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much. I now ask the family to move forward. Musonga hapa mbele. As I request my colleagues from
kule kidogo. Mama anakutorogu, anakuja kutorochi ni yumbo gate. Ule wangu yule anakuja mpaka gate kufungulia mimi. Because sisi hatuna security. Security, unajua nyinyi wengine mko na watu. Mapewa hiyo na kufunguliwa. Lakini yetu Chapioso ndio nakuja. Madam yangu nakuja kufungulia mimi gate. Huyu anafungua, hata jana alifungua gate. Na akasimama hapo kwa gate, nikamwangalia, nikamwambia hi dear, na nikatoa carrier bag. Kupatia carrier bag, tulienda kwa nyumba kwa amani na tukakula polepole. Na ndio tumekuja na yeye mpaka hapa leo. So that is our responsibility. Now, because I'm not taking too long, I want to say, dunia hii tuko na shida. 18 verse 4 and 6 to 6 inasema, the cords of death entangled me. The torrents of destruction overwhelmed me. And verses 5 akasema, the cords of the grave coiled around me. The snares of You death. have held our hand. We are really grateful and thank you for coming to mourn with us as we send our brother. Thank you. Karibuni, we welcome you. Thank you for coming to put a smile in our faces. Thank you for coming to be with us. We really appreciate. Thank you and welcome. Asante. Tunaenda kupata kwaya. Tumepata kwaya SDA Chorwet, baada tutawapa nafasi na AIC Masaita kama umefika. Na hawa wawili tu ndio watakao tuongoza kwa nyimbo. Karibuni. SDA Chorwet followed by AIC Masaita. DJ, wanapokuja unaweza ku tuomba radhi AIC Masaita, wacha SDA waimbe alafu tuanze kuendelea na neno la Mungu. Karibu. What nebo sabondap koigeny. Sai Jehova gele agotokchin togochikwak agotienengei. Amu kitieni en tiendo kole yekibune atebwetab urwetab meet komakiywei amu imi kobotech. Tebi koboto bichu Jehova. Tebi koboto tupchenyo ak family nenyi. Tebi koboto nganasani, koboto kaniset, koboto biik tugul. Aranyun indochin ichek betusiek tugul akikochi betusiek che kororon chemi tai sikotunenso en sobet tugul kou en mageng'ung. Mungu tunakushukuru kwa kusikia maombi yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mnaweza kuketi sasa. Thank you. Oh. Sasa. Sawa, ngoro kidogo. Please. Ngwani ngololi. Bas.
chamuan in programa. Ilosunot Jeiso. Omi biikab Kericho yu. Omi tugul. Onde barak eut biikab Kericho. Bas. Chamwa mwae ng'olyondoni sotobot. Kaituyech lakwetab Cherorot nekikuren Vincent. Mi kandoikyok chemi yu. Kimache kotuyech tuguk kora chekororon ak keiku kit agenge ko ki Kericho. Abwati ole okase. Kimache kotuyech tuguk chemiachen en nganaset nemining akoi neo ak keratake keiku kit agenge asikebor en emoni. Namba aeng, mi kit nekekuren employment. Kesir biik. Akwa amun ak kiboitiotab Jehova ang'ololi ako kose Jehova. Mi korik kemuche kesir lakwet netai akoi nebo let. Ako mi families chetom kesir lakwet akot agenge. Ako kikonyor degree. Ako ndanyor chun chemiachen akwamis. Ako banandos biik en nganaset amami netoreti kayatok. Ko biret konyonjin echek tugul. Kokas biikab Kericho, governor, tonon. Bichu ko chekuk tugul. Tugul ako non ing'wole. Ako nan koyan ako nwach. Ako non menye kotab suswek ak nebo kibatit ak koita. Rat bichu ko agenge. Ako konin Jehova ng'elepta nekararan. Sikobor emoni. Mine bole ama mine matwegu. Mine matinye kweyot ako mine tindoi. Ako tugul ko kibir kura. Ako ba Kericho. O kaleon Jehova mwaunan. We need what we call justice and fairness to everybody. The issue of employment in a country is very pathetic. Very pathetic. You get a family, 10 of the family members are employed. The rest of the people in the society, they are not employed. They all grind, they walk up and down every morning, especially to us people who are in Nairobi. Watu wakikupata kwa street, anafikiri wewe ni Mungu wao. So we need to deal with that thing once and for all. Do justice for all and fairness. Then God will come down from heaven and bless this country. And God will bless you leaders. Treat everybody fairly and equal. Do it right, and God will do it right for all of us. Thank you so much. Basi asante maaskofu wetu. Wakati kwa ruhusa nikipenda nikaribishe Karanja, Josephat Karanja Nkolapo, alafu wakati wanapoendelea tuaenda kutoa. Thank you very much. Tushukuru sana kwa kanisa. Karanja, tutakupatia nafasi. Nataka kama uko karibu tafadhali usongee mbele. Tunafika mahali pa kuendelea na shughuli yetu, na nataka familia mkuwe tayari, lakini kwanza ningetaka Fancy Tion, tafadhali ukuwe tayari. Njoo tu hapa Fancy Tion. Ili utatusomea eulogy. Alafu tuendelee. Ndugu yetu Karanja, kuna nafasi yako. Napatiwa instructions kutoka hapa tafadhali.
Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Mr. Gachagua, family members of Honorable Joseph Cherorot, and other protocols observed, good morning. My name is Fanis. I'm going to take you through the eulogy of the late Advocate Vincent Kipkoech Mutai. Birth and family. The late Vincent Kipkoech Mutai was born on 3rd September 1984 in Cheres Village, Londiani, Kericho County. He was the firstborn son to Honorable Joseph Cherorot and Mrs. Lily Cherorot, husband to Felista Zingina Mutai, and loving dad to Stacy Cheptao Mutai, brother to Wilter Cherorot and Leonard Mutai, son-in-law to the late Joseph Nyamai and Miss Florence Nyamai of Kitui County, brother-in-law to Evelyn Gaki Mutai, the late Mary, the late Susan, Esther, the late Man Henry, Mike, Valerie, Faith, and Beatrice. He was uncle to Jaden Mutai, Jason Mutai, Tayson, and many others. Education. Vincent began his early education at Kamwingi 2 Primary School, then Londiani Academy, and proceeded to Highlands Primary School in Kericho, where he sat for his KCPE examination in 1998. After an exemplary performance, he joined Lytton High School and sat for his KCSE exam in 2002. After this, he joined Kampala International University, Uganda, where he pursued Bachelor's of Law and thereafter did his Master's in Business Administration. Vincent joined Kenya School of Law for the postgraduate diploma between 2008 and 2009. He was admitted to the Bar of Advocates of the High Court of Kenya on 5th April 2012. Hobbies. Vincent was a good basketball player and he also loved football. He was an ardent Chelsea fan. He and his siblings enjoyed having nyamachoma at any given opportunity. On one of his work-related travels, he brought a whole mbuzi from Isiolo and filled up his mom's freezer. Wherever there was any family trip or outing, Vincent was always the first to choose the venue and the place. Career. Vincent started his early career life at LR Kipsang and Co Advocates Nakuru, then RK Advocates Nairobi, and thereafter joined Viva Africa Consulting in 2010, where he worked as a legal, tax, and financial consultant. On 15 February 2019, he was promoted to be an associate director of the Viva Africa. Early this year, Vincent started his law firm, known as V. Mutai Advocates, with his office based in Oloitoktok, where he worked until his demise. Marriage and family. Vincent met the love of his life, Felista Zingina Mutai, in 2009. He got married and they were blessed with one wonderful daughter and named Stacy Cheptao Mutai. He enjoyed good family life and he was a responsible husband and father. Christian life and character. Vincent was brought up in AIC Itoik, where he attended Sunday school and grew up as a member. He later joined AIC Kericho Town, where he was baptized in the year 1996 by Reverend Charles Omego. Vincent was a quiet gentleman to the public, but was social, humorous with the friends and people he was familiar with. He was a man with a kind heart towards both the elderly and the young people. He was a good environmentalist. Life lessons passed on to those he cherished: honesty, hard work, consistency, and patience. Health and final moments. Vincent enjoyed good and healthy life until last year, April, when he got sick and was admitted at the Mater Hospital for 1 week. He was discharged and carried on with his normal life. Among the hospitals which Vincent sought treatment were AAR Nakuru, AAR Nairobi, Dr. Gethaura of High Ridge, Valley Hospital Nakuru, and Aga Khan Nairobi Hospital. On Tuesday, 29th August 2023, while he was in his house at Loitoktok, Vincent fell sick and was rushed to the hospital, where he was given medical attention at 5 a.m. While the preparations to transfer him to Nairobi for further treatment were underway, he rested at 7:30 a.m. As we lay Vincent to rest, we appreciate the doctors who attended to our beloved son, Vincent. We also appreciate in a special way the group of Jackson Koske, Shadrach Keter, Collins Kirui, Hilary Cheruiyot, Robert Bate, who volunteered to donate blood in order to save the life of Vincent. Special thanks to friends led by Senator Aaron Cheruiyot, Senator Hilary Sigei, Honorable Kibet Komingoi,
PS Dr. Paul Rono, KCC MD Sigay, Speaker Patrick Mutai, Geoffrey Rono, Pavin Sigay, Anto, and many other friends who came to condole with us at Lee Funeral Home on Tuesday night when Vincent's body was being brought in, without forgetting everyone who sent their message of condolences. Revelation 14:13. Blessed are those who sleep in the Lord. Thank you. Kwa muda huo tunataka kutoa sadaka na naomba Ashas tafadhali kujeni hapa mbele. Agerein kagoroige gavana na Kericho, so ndechi tu leutin. Kila mtu angalia mfuko ya left ama right. Karanja tafadhali na timu yako kuja tuimbe ili tukitoa sadaka. Nilikuwa nimewaita tafadhali. Nilikuwa nimewaita tafadhali. Arabla jeje kuma changita ba to sorasa kenget ya ka guri ni nyoni rew amun rew mi chita no ne boyeme e main no ne go manamboi le ganye wara le ka guri le sina manyi ngeti nyo. So tafadhali kuja tuimbe peana sadaka. Kule nyuma kuna Ashas tafadhali. Nafikiri pia kanisa mmejipanga kule nyuma ili tuendelee. Arabla umepeana huko. Mko na tinda? Hoja siku hizi watu watembei na pesa, wanatumia till number ama, lakini sasa kwa sasa omba rafiki yako akupatie. Ndio tuweke yote safari moja hapa. Arabla tafadhali na kungojea na timu. Mchungaji Pastors Robert Koech na Ruben Chirchir. Joseph Koech na Ruben Chirchir tafadhali msikuja hapa mbele, endeni kule nyuma ndio mchukue sadaka. Asante, shukran. DJ tafadhali twende. Sige mwa mutyo hingo gai gai ak Yehova
Kama mnapiga mkono piga. Yes, thank you very much. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hiyo wimbo ilitungwa specifically for Mheshimiwa Cherorot na familia. Hawa ni muungano wa makwaya wa hii area ambao wanaimba wimbo. Wamekutana, kila mtu kuna nyimbo zake hapo, lakini amekutana kuimba nyimbo. Kwa sasa tunaenda kwa mazungumzo ya familia, na vile nilivyosema ratiba yetu itakuwa fupi kwa sababu ya hali ya anga na vile vile usafiri kwa watu wa katikati ambao wanaenda Hustlers hapa chini usinyeshewe. Naomba Mheshimiwa Cheroro tafadhali njoo ili uite familia yako na uongee, alafu tuendelee. Karibu sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mwana CS Murkomen, our Governor Daktari Mutai, our women rep, naona Mheshimiwa wakiongozwa na jirani yangu Mheshimiwa Hillary Koskei na wale wengine wote and all protocol observed. Wacha ni wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakushukuru vile umekuja kuomboleza nasi, umekuja kuungana nasi na tunasema asante. Nataka niwaonyeshe familia yangu, the nuclear family, wapate kuja hapa mbele. Hawakuwa na maneno mengi. Tulikubaliana kama familia niwe nikiongea mengi na aongee machache. Hebu kujeni. Mama, mkuje.
pia family ya Arap Chemor, Mheshimiwa Naibu wa Rais na wageni. Hii ndio familia yangu, na ningependa kusema wakati mambo haya yalitendeka, when we lost Vincent on Tuesday early morning, we were all together. Wakati tulipata ujumbe, sijui vile tuliungana, lakini yote ni kwa sababu Mungu anaelewa. Hapa huyu ndio mke wangu Lily Cherorot. Nafikiri atakuwa na jambo la kusema. Vile Bishop Kotuta alikuwa anataja kuhusu wake, acha niambie hata sisi tunafunguliwa gate na wake zetu. Karibu. Bwana asifiwe. Basi wacha nichukue hii fursa nipate kumshukuru Excellency Deputy President na wageni wote ambao wako pamoja nasi siku ya leo. Tunataka kuchukua hii fursa kusema asante kwa kusimama nasi. Asante sana. Asanteni sana. Wale tulikuwa na pamoja kwa wale tumekuwa pamoja nyumbani, hapa nyumbani na kila pahali. Wale watu tulitupatia messages, masimu. Wacha niseme tu asante. Asanteni sana. Na tuliwashukuru. Tulijua kweli tuko na marafiki. Unajua sasa ile unatembea ama saa ile wakati wa furaha, ujui kama ni marafiki ama lakini wakati uko na shida ndio wakati huo sasa ndio utajua uko na marafiki. Na ni asanteni sana. Wale wa hapa nyumbani, wa Nairobi, wa kila pahali. Asante sana. Deputy President, pelekea Our Excellency Daktari William Ruto, asante yetu. Tuliongea akasema atakuja, lakini ambia tulishukuru. Na tulipata pole zake na ni asante. Asante sana. Nilikuwa nimeambia nyinyi hao wana maneno mengi. Felicitas ambaye ni mke wa Vincent, Joe useme jambo, mkifuatiwa na Stacy. Your Excellency, our dear Deputy President, the MPs, the honorables who are here present with us, our bishops, family and friends, praise God. I take this opportunity to give you thanks for joining us during this moment. It has been a tough week for us and the family, but I thank you all. You've stood with us from Lee, home, at the Harambe, and here today. I welcome you off today, and thank you so much, and God bless you. Asante sana, Felicitas. Stacy, you have something to say? Okay. Thank you all for coming. I would like to say I hope this is not the last time we'll be seeing you here. We expect to see you more. Your Honor, thank you for coming here today, and everyone else. Thank you for the comfort that you have given unto us. We will also be with you guys in the future during your difficult times. Thank you for everything. Thank you, Stacy. Wacha niite Leonard. Alafu wata introduce Wilter. Wilter is here. Wilter, karibu Wilter. This is our daughter. Honorable the Deputy President of the Republic, honorable members present, ladies and gentlemen, my name is Wilter Cherorot, brother to Vincent Mutai'S. I'd like to appreciate each and every one of you for your support. It's highly appreciated. Thank you, and God bless you. Okay, Leonard. Sikujua wanafuata protocol. Huyu ni mkubwa kuliko huyu. Karibu. Your Excellency, the Governor, the CS, and all protocol observed, I'm Leonard Mutai'S, the last born in the family, na hapa niko na mama. Nadhani mama umesikia vile Bishop amesema. Nitakuwa nakuja na karatasi. Sitakuwa tena natuma. Nitakuwa nakuja na karatasi na karibu Evelyn. This is my spouse. Your Excellency, Honorable Gachagua,
all members present, friends and relatives. I'll take this opportunity to thank all of you for your love, for your support. You've been with Mheshimiwa's family all through. We don't take it for granted. May God keep blessing you. May He replenish your pockets. With us, we have our son, Jaden. Praise the Lord. I just want to take this time to say thank you for everybody for coming here. We want to say thank you for coming here to comfort us, and in the future we'll also be there for you. Thank you. So, thank you. After Jaden, we have Jason. I think he's somewhere there playing. We are really grateful for coming. Na asanteni, asanti, asanti. Okay, let me ask the rest of the members from Jamuar's family. Simameni wote. All the relatives, msimame mahali mulipo hapo. Nafikiri mtakuja hapa mbele. Kujeni pole pole. Kujeni hapa mbele. Just take a photo and then Daktari Bor will talk on behalf of the entire family. Okay, Philip, mkakuja pande. Philip Bor, kujeni this side. No, sama kita kenge, please. Mite tande triana, ungi bunun ana obwange mosero, ogo chako haraka. Amungo ke kuro ke kona nafasi ni nega obwange mosero uchagun. Obwange ro matiri kiana ke chaka chaka ngale ngale. Wiri yep chaka tetti kase. Phone kule. Oh hala. Maje kita ki parte ke lagi burta ne nule. Obwange bagero, karuchan uta oguma sero. Lenda goriti jai sije ne ango ke lagi liya maje ke. So cameraman, please kindly. Chitana Tumunyo, thank you very much. Cameraman, you've taken a photo, I guess. Asante sana, wamepiga picha, rudi. Tunataka representative aongee. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigi G, if I'm allowed to call you so, Governor of this county, if I break the protocol, you'll forgive me, Honorable Murkomen, our CS, all the dignitaries who are here, MPs, our women rep, and all the government dignitaries. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. On behalf of our family, the Mutai'S family, where my brother is born,
We want to say we are thankful indeed for everybody who has come here, led by His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. We are honored. We are thankful indeed for your presence and support. And we want to ask God to continue giving all the leaders of this country the grace and the wisdom to continue guiding us and leading this country into greater heights of prosperity. On behalf of our family, I want to thank my brother here and also tell him to take heart. The wife of our son, pole kwa familia, and we want to encourage you to continue, tuko pamoja. Stacy and the mother, Mungu aendelee kuwafariji kwa Cherorot and their family. We want to tell you the word of God tells us that we can only get solace and comfort from God. Kuna mtu mmoja aliandika kitabu chake anaitwa C.S. Lewis, a book entitled Mere Christianity. He said, comfort is never found by being sought for. The only thing you can do is to get comfort by looking for the truth. And the truth is found in the Word of God. The truth in everything that we are asking ourselves is coming from the Word of God. So I want to encourage the family to go and look for the truth, which will give you comfort, will give you the grace and the energy to forge ahead. Otherwise, we are thankful, and may God bless all the friends and the mourners who have come to celebrate with us the life of our son. Poleni, Mungu afariji. Asante sana Bor. Nataka familia ya Felicitas msimame mahali mulipo. We have the in-laws wa Vini. Msimame tu mahali mulipo. We have mother-in-law to Vini. Ako pale. We have the brother-in-law Mike and the rest of the team. Nataka tu muwe vivi. Asanteni sana. Wacha pia, Your Excellency, I have the bigger family, and that is Kipkelion East constituency. Nataka tu muweke mikono hivi, watu wa Kipkelion East. Asanteni sana. This is a big family where I represent them in the parliament. Na ningependa kusema, I'm so humbled by your coming and also the encouragement you've been giving us. Nashukuru, mmesimama na sisi tangu haya maneno yalifanyika. You took over the place na mkafanya kazi bila hata kuwa directed ama kuonyeshwa vile jinsi ya kufanya, lakini mmesimama na sisi. Ninasema kwamba ninawashukuru sana, na wale wote ambao mmeungana nami. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wewe ni rafiki wa karibu. Na ningependa tu kusema pia Rais mwenyewe, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, alinipigia simu la Sunday na tukaongea, na hata akasema nipatie niongee na mama and peleka asante yetu kwake, ambia we are so grateful for what he did to us, and I know you've also done a lot to us. God bless you so much. Asanteni sana, Mungu apate kuwabariki. Thank you. Ningependa tu kwa ufupi, Mike, just come and talk on behalf of the entire in-laws of Vini. Okay, Mike lost his voice, and I knew about that, so I thought it was a miracle which happened last night. Lakini ananiambia bado hiyo miracle haijafanyika. So Esther, the sister-in-law to Vini, just come.
Your Excellency, Rigiji, all protocols observed. I want to thank you all for standing with the Cherorot's family and my sister's family. Receive our greetings from Kitui family. And Felicitas, I want to tell you that you're lucky you got Mheshimiwa and Mama there. And I know they're going to hold your hand. And I know you are safe hands. So always stand with the family. Take care of Stacy. And anytime you need anything from us, always call us. We'll always be there for you. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you so much. Asanteni. Thank you. Asante sana mheshimiwa, umechukua kweli muda fupi na you've tried your best. It's not easy to lose a son. Now, vile mmeona familia housekeeping. Ikifika wakati ya MCS tafadhali. Maneno ya development unaongea kwa baraza. So leo hapa tunakuja kuomboleza. Tafuta baraza yako ile ndogo mahali soti hiyo maneno. Hapa tunasema pole na tumalize na 20. Si ndio? Anaona yenye? Ulama tu yen magura? Yes. I'm being reminded, actually I was headed there. Thank you very much. We're reading from the same script. So, Kabarak team who are in school together with Stacy, where are you? The young, oh yeah, stand up, kindly stand up. Tupigie makofi. Those are the schoolmates, yeah, Stacy. Stacy ni mtoto ya marehemu. Asante sana, may God bless you so much. Na tunawatambua. May God bless you so much. There's also a team from LSK. Where are you? Kindly stand up where you are. And Kampala International University. Your Excellency, they offered to pay the school fees for Stacy all the way. And they have actually done it. I made sure they did it. We made sure they came. Now, your fellow senior lawyer, Kipchumba Murkomen, has asked for one person to come and speak on your behalf. One person kindly come from LSK, and I'm giving you 1 minute. I'll be standing behind you. Hiyo ni ile inaitwa kujuana sasa, unajua senior lawyer ako hapa, ameona wakili wake, tafadhali aongee. Tusisome speech, tuseme tu moja. And then the Deputy President, Republic of Kenya, dignitaries present, and fellow mourners, good morning. Oh, sorry, good afternoon. Ujumbe wetu ni mfupi sana kutoka LSK, pamoja na familia ya Vincent, who happened to have been my classmate. It's been a very sad moment. He was very close to us. But we cannot claim that we are the ones who are most hurt by his death. To all of you who are here, receive our condolence message. The president of LSK sent me, but I will not read the speech. But all we want to assure the family is that through the Advocates Benevolence Association, Law Society will chip into the education of Stacy. LSK will also stand by the family year in, year out. This is a tradition we've had. My seniors here, CS Kipchumba will confirm that. And I think for those many of you remarks, thank you very much. Asanteni. Pigeni makofi. Na ile makesi ya LSK kwa kotini mtoe pia leo. Alafu serikali iendelee vizuri, si ndio? Asante sana. Now from Kabarak, I want to welcome Reverend Chebinjoro Simon. Just one word, kindly.
Reverend Jemchor from Kabarak on behalf of the Kabarak fraternity. Just 1 second, thank you. Yeah, Your Excellency, sir, the second President of the Republic of Kenya, all protocol observed. I want to take this opportunity to greet you all in Jesus' name. Praise God. So on behalf of the Kabarak family, where Stacy is schooling, we have just come to condole with you to say pole for what has happened to the family, for losing one of the members of the family. We just brought our condolence from the school, the A teacher, and the entire school. They say, we want to pray that the Lord will give you the strength at this time of need. The Lord continue to strengthen you. I know it is not easy to lose a father, to lose a husband, to lose a father, and also relative of the families of Cherorot. We just want to say, may the Lord comfort you at this time. Thank you so much. Thank you very much. For housekeeping, we have to have 1 minute, and then, because our guest is leaving at around 2:30, so we need to be very, very strict. So from there, let me go to the Speaker of the County Assembly of Kericho, and you've seen the order, and I know you are a good gentleman, and I know you are going to take the shortest time. Asante sana. Familia ya Mheshimiwa Cherorot, Your Excellency the Deputy President, waheshimiwa wenye wako hapa wote, all the mourners who are here. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tumekuja kuomboleza pamoja na familia ya Mheshimiwa Cherorot kwa kupoteza mwanawe. So on behalf of myself, my family, and the County Assembly of Kericho, nimekuja hapa ili tulie pamoja. Mheshimiwa Cherorot na familia, of course, mimi ni jirani wenu. We grew up together with Vincent, and we are really sorry for the loss of your son. Mimi na Mheshimiwa Vincent tulisoma shule moja ya Londiani Academy, ingawa nilikuwa mbele 1 year, lakini tulikuwa marafiki, na the only thing that separated us was yeye alikuwa na support team ya Chelsea na mimi nilikuwa na support Manchester United. So mara mingi tulikuwa tunashindana, na hata mnyinyi mnajua tulikuwa tunashinda kama Man U tukiwa na kina Murkomen. Mheshimiwa Your Excellency the Deputy President, sitasema mingi. Mheshimiwa Cherorot pia amekuwa rafiki yangu. He has been my mentor, and in the past elections, we vied together for the position of the Member of Parliament. Na vile unaona Mheshimiwa Your Excellency, Mheshimiwa Cherorot ni mnyenyekevu sana. Ni mtu ambaye hana maneno mingi na mtu mwenye hawezi tusi mtu. Sasa vile ilienda namna hiyo, mimi nikaona pia sababu huyu mzee ni mnyenyekevu sana, heri niwaachie alafu mimi ningangane hapo na mambo ya hasla hapo mbele. Na mimi nikashukuru Mungu, mkanishika mkono, ndiposa leo ni mimi ni Speaker wa County Assembly. As I finish, Your Excellency, I want to sincerely thank you for a few issues. Number 1 is wakati tulichagua Your Excellency the Governor, akaunda serikali, MCS pia wakafika, tukafika kidogo tukakuwa na mambo 2-3 ambayo wewe mwenyewe unajua pamoja na rais. I want to sincerely thank you kwa ile peace that you mediated between us. Baka siku ya leo serikali ya county imesimama imara, na sisi tuna kwamba we are working hard to ensure that the residents of the Kericho get their services. Your Excellency, lastly, is that we want also to thank you for being here today. Umekuwa rafiki wa sisi wa karibu. Ulikuja pia wakati tulikuwa na shida ya Londiani pale Junction, ukakuja ukatusaidia kutuchangishia pesa. Tunasema asante sana. Mwisho tunasema pia asante kwa kusimama na familia ya Mheshimiwa Cherorot, na tunasema ni asante sana. So Your Excellency, I'll take this very brief moment niite waheshimiwa MCS wenye wako hapa, alafu niwatambue, and then I will just give 1 or 2
waongee just a minute each. Waheshimiwa MCAs tuharakishe, let us keep time. Karibu. So nitaomba tu, I have been requested that Mheshimiwa Gikonyo will speak on behalf of the minority. So tuharakishe, alafu Mheshimiwa Majority Leader ataongea pia kwa niaba ya Assembly na Mheshimiwa Paul Chirchir. So I want the rest, tunasema tu jina na tunasema pole. And then in that order, Mheshimiwa Gikonyo, and then we proceed. And then of course, I'll give the area MCA, Mheshimiwa Vincent. Just a minute each. Familia ya Mheshimiwa wetu Cherorot, our Deputy President, Cabinet Secretary ambao wako hapa, all protocols observed. Nataka kusema pole kwa Mheshimiwa wetu Cherorot, pole kwa familia yake, pole kwa Vincent, na pole kwa watu wote wa Kipkelion East. Mimi nataka kusema hivi kwa niaba ya watu wa Londiani. Watu wote wa Londiani mahali mpo, nataka mseme pole. Mheshimiwa Cherorot, nataka kukuambia hivi, tunasimama na wewe. Na huyu Mheshimiwa Deputy President amekuwa akifanya kazi nyingine, hata wakati alikuwa analia, alikuwa analia na watu pia ambao tumewapoteza kwa hii ward yetu. Na huyu mheshimiwa ni mcha Mungu na amefanya kazi mingi sana kwa hii ward yetu. Jambo moja tu nataka ku request Mheshimiwa Deputy President, na kukaribisha tena kwa hii ward ya Londiani, wakati mwingine wakati tuko na furaha ndio tuweze kupata mambo ya maendeleo. Otherwise tunasema pole na pole. Asante. Your Excellency, kwa sababu ya muda, na I have been requested to introduce the MCAs and then leave one or two to speak. So pande hile tuko na mheshimiwa anaitwa Haki Boyot, anaitwa Sirinjit, anatoka huko Litein. Asante sana. Hapa tunaitwa mheshimiwa Dominic. Mheshimiwa Dominic anatoka Kabianga. Alikuja bila number plate, Your Excellency, lakini sasa yako UDA huyo. Pande hii ingine tuko na mheshimiwa Evelyn Chuma is actually a nominated MCA, nominated by Mheshimiwa Cherorot, na anatoka kwa familia mzee anaitwa Chuma ambaye alikuwa councillor for over 35 years. Tuko na Mheshimiwa Jessica anatoka huko Litein. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Deputy Majority Whip anaitwa Fancy, anatoka huko Chaikwad. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Moses anatoka hapa, ni jirani wa Tendeno Soget. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Anthony Ruto Chingili Babanyon, anatoka hapa Kipkelion. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Irene kutoka huko Belgut, Cheptoro Riet Seretet Ward. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa anaitwa Broka. Huyu mheshimiwa ni Broka na anatoka huko Tebesonik. Pia yeye alikuja na ile bila number plate, lakini saa hii anasema UDA. Asante sana. Tuko na sasa Mheshimiwa Gikonyo aongee, alafu sasa nitaita hawa waseme tu a minute tumalize. Your Excellency, Deputy Rigiji, our Governor, Members of Parliament, MCAs, na wananchi yote. Hamjambo. Bwana asifiwe. Kwanza kabisa nataka nipeane pole zangu on behalf of all the minority ambao wako katika hii area yetu ya Kericho County. Tunasema mheshimiwa pole sana, na tunasema Mungu aendelee kukufariji na akutie nguvu katika hii wakati mgumu sana. Nataka nishukuru wageni wote ambao wamesimama pamoja na mheshimiwa wetu. Hali hii ilikuwa ngumu, lakini Mungu ametufariji na ametuwezesha. Asante sana Rigiji kwa sababu ya kusimama na mheshimiwa wetu. Mungu aendelee kuwabariki na abariki nchi yetu Kenya. Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante. Your Excellency, mbele yako, I know you know them. This is the majority leader ambaye yenye tuliweka huko Arambe. Na huyu mwingine amesimama alikuwa majority pia, na unajua vile mambo ilienda. Unajua Kericho County tumekuwa na majority leaders wengi sana mpaka sisi hata wengine tulikuwa tunashangaa. Hata mimi kidogo niliact one day, Your Excellency. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. So a minute each, please. Thank you very much, Bwana Speaker. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya,
our CS, all protocols of staff, wananchi. Bwana yetu asifiwe. Asante sana. Langu tu, Your Excellency, ni kusema neno la pole kwa Mheshimiwa Cherorot kwa kumpoteza kijana wake ambaye ni warika yangu. Langu tu ni kusema pole, kuambia familia pamoja na majirani na marafiki sote. Ya pili, Your Excellency, thank you for coming and thank you for being a friend and a close friend to Mheshimiwa Cherorot and the entire leadership of Kericho. We want to say thank you. You've been with us. You've been coming to see us. Yetu tu ni kushukuru na kusema pia Mwenyezi Mungu akujalie mema. Asante pia kwa kuendelea kushikilia hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tunashikilia tukiwa hapa chini, na Your Excellency, I want to confirm to you that Kericho is now on the right trajectory on issues to do with development and harmony. Yangu tu ni kusema asanti na Mwenyezi Mungu awajalie. Kwa majina naitwa Philip Rono, mimi ndio leader of majority and MCA representing Kamashan Ward in Kipkelion West constituency. Asanteni sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Mheshimiwa Cherorot, waheshimiwa na waheshimiwa wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tarimbo, natoka pande ile ya Kapsoit. Langu ni kusema tu poleni sana kwa family kwa yale ambayo yaliwapata. Tumekuja kusimama nanyi na tunashukuru wewe naibu wa rais kwa sababu ya kuwa rafiki wa ukweli. Umekuwa unasimama na sisi ule wakati mwingine, leo na hata hapo mbele, tunasema asante sana. Nimesimama hapa kwa niaba ya wale watu wote wa chini, Your Excellency. Wale wanajiita Kimitek. So niko hapa kwa niaba yao. So tunasema pole kabisa. Hao wote wa chini wameniambia niseme kwa niaba yao. So nimesimama kwa niaba ya watu wa chini wote kusema pole. Asanteni sana. Asante sana Your Excellency. Mwisho kabisa ni kwamba ukirudi huko Nairobi usalimie Your Excellency the President of the Republic of Kenya, mwambie sisi tuko nyuma yake 100%. Once more, poleni sana familia ya Mheshimiwa Cherorot, tuko pamoja na Mwenyezi Mungu atawafariji. Asanteni sana. Thank you so much. Pigieni makofi MCAs, wamefanya kazi nzuri sana. Kwa muda huu nitaita Mheshimiwa Hilary Koskei, MP wa Kipkelion West. Alafu vile vile utatambua by show of hands the board directors wenye walipewa, ambaye mimi ni mmoja wao. Thank you so much, Your Excellency. I'm the Director of National Council for Population and Development. Na hiyo kazi tunaichapa vizuri. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and all protocols observed, the family of Honorable Joseph Cherorot, we are here to condole with you following the sudden demise of your son. I know I have never seen Cherorot this way, but it is understandable. It is very painful to lose a son at that prime age when he is beginning to settle, to plan for his future and his family. So Felicitas, mine is to tell you, God is right with you. He is right there with you to comfort you, to hold your hand, and your daughter Stacy, good things are ahead of you. Tunawatakia kila laheri. Leo, Your Excellency, hatutakuwa na maneno mengi ile ya siasa yetu. Tumekuja kama bunge kusema pole to our colleague, na wabunge ni wengi na wametoa msaada kubwa sana kwa hii kazi ambayo inaendelea siku ya leo. Na kwa niaba ya Joseph Cherorot, ninataka kushukuru kabisa bunge la taifa ya Kenya na serikali kuu ikiongozwa na rais na wewe kwa msaada ambaye umetupa. Huyu Cherorot, Your Excellency, ile kampeni ya juzi, he was ignored. He was an underdog. Huyu Patrick Mutai na mwile alikuwa former MP Limo ndio walikuwa wanagongana huko juu. Huyu akapita katikati na ule mwingine alikuwa anaitwa Joseph Limo. Akiambua Joseph, wengine wakiambia sisi ni walimu, anasema Joseph. Kumaanisha
hata mimi ni Joseph, pigia mimi kura kwa sababu mshapigia yule. Na huyu mtu, Your Excellency, yako na kismat. Wakati alichaguliwa, ile mabadiliko imeanza kuonekana katika constituency hii, Your Excellency. Ile amefanya na ile ya serikali kuu ambayo ilikuwa inatusumbua pale mbele. Hii damu ya Londiani, Your Excellency, mimi nilikuwa nimefanya public participation, nikijaribu kuguza hapo inakuwa ngumu. Unajua ule bosi wako wa zamani Uhuru Kenyatta pia alikuwa ngumu. Lakini wakati Cherorot alichaguliwa, mambo ikaanza kwenda nywee. Na ukatuambia hiyo tutanyorosha. Ingine, Your Excellency, ni referral liko hapa. Tumeshafanya masikizano na tukasema referral itajengwa hapa Londiani. Kwa sababu Cherorot ako na kismat. Na hawezi kujiombea maneno, Your Excellency, lakini tukikuja ofisi yako, iko kwa barabara moja yake tu. Najua mambo ni mengi na masaa ni machache. Barabara moja hii anaimba ya kutoka hapa kwenda Makutano. Hiyo hapo mbele, Your Excellency, ndio ombi ya watu wa Kipkoech, na mimi nasema hiyo waziri wa barabara akiwa hapa ili akukumbushe. Na tunakuomba, Your Excellency, sisi tunataka ukuje tukupe kashamba hapa, ukae hapa, ukue nyumbani, kwa sababu tunajua hapo mbele kwako ni mzuri. Ili ukae pamoja na sisi. Sisi hatutataka kutafuta rais yote. Wewe ukiwa hapa, wewe ndio representative ya entire Rift Valley na Kenya. So za ile uko hapa, uko nyumbani. Nilikuwa nataka kucorrect speaker. Anasema iko kwa niaba ya minority. Hii Kericho haina minority. Hii ni minority tu ya kupata viti. Minority wenye tunajua ni Ogiek peke yake, ambao wanakubaliwa na katiba. Hawa wengine wote ni wananchi wa Kenya na wako na ruhusa kufanya biashara, kuishi kila mahali, kutafuta mali, kuomba viti na kuendesha maisha yao. Your Excellency, tuko na wajumbe wengi siku ya leo na nafikiri itakuwa vema. Najua sijui kama watachunga saa. Waseme tu jina kwa sababu pia ni colleagues. Jina na neno la pole, wakuje hapa wote hapa mbele. Members of the National Assembly, and be very, very fast. Karibuni hapa. Na wakati wanakuja, Your Excellency, wakati ulichukua serikali, unajua wewe ukasema hii mambo ya shares. Tumepata shares kidogo. Iko board members wengi hapa. Nataka wasimame wa wave tu pahali wako, wajue ile serikali walipanda iko na mavuno. Lili, former DG, huyo ni chairperson wetu wa KIE, Kenya Industrial Estates. Vincent Kigen, huyo ni chairman wa National Employment Authority. Alvin Kibet, huyo ni board member wa Kera. Na Kuria mwenyewe, huyo pia amekuwa akiomba kura hapa, Your Excellency. Yeye ni board member wa Environmental Tribunal. Asante sana. So, karibu. 1 minute. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Mheshimiwa Cherorot, wageni waheshimiwa wote, jina langu ni Justice Kemei, mimi ni mjumbe wa Sigawetso constituency. Na siku ya leo, naibu wa rais, tutakuwa na maneno machache sana kumtakia pole huyu rafiki yetu na kiongozi mwenzetu. Na nikimaliza, naibu wa rais, najua nitakuwa na vita na Liza Chelule nisipofanya jambo moja. Mheshimiwa Liza Chelule, mke wangu mpendwa Sara Kemei yuko pale. Nisije nikaita lile jina lingine ambao wewe mwenyewe siku moja ulinikana sana. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, the Deputy President, familia ya rafiki yangu Mheshimiwa Cherorot, Mrs. Vincent na mtoto Stacy, jamaa yote ya familia ya Cherorot, wananchi wote, our colleagues,
Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Ambassador Benjamin Langat, mjumbe wa Ainamoi kule Kericho Town. Nimelete pole zangu na watu ya Ainamoi. Nasema pole sana. Sina maneno mengi, nilikuwa hapa tangu jana usiku mpaka saa 4. Tukasikizana na watu ya Londiani hapa. Tulisema wageni ni wanani? Wageni ni wanani? Ni wetu. Na mimi nataka kuwapatia A+ kwa sababu mmefanya vile tulisema. Wageni wamefurahia, mmekaribisha hawa. Mheshimiwa Cherorot, you have suffered the greatest loss. Tumekuja kusimama kama ndugu yetu. We pray for you, we pray for your strength. Cherorot is a very humble person. And nilikuwa namwambia jana, I think between me and you, maybe we are brothers in terms of humility. So nataka kusema pole sana ndugu yangu. May God give you strength. Otherwise, tu wananchi wa Londiani, asanteni sana. Mungu atubariki. All colleagues who have come here, asanteni sana. Nataka kushukuru Mheshimiwa Hillary in a special way. Alitupanga kule Nairobi kama colleagues ili tuweze kutoa msaada. Asante sana Mheshimiwa Hillary, umefanya kazi mzuri na pia umesimama hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Majina naitwa Kibet Kiruiko Mingoi, mjumbe wa Bureti. Netaya macha wikicho bagongoi, agamwachi pole familia nebo Cherorot. On behalf nebo biikab Bureti ak biik tugul chebo Kericho kemache kemwa mutyo mising en kabetetab Vincent Felista, tunasema pole sana. On our behalf that God will stand with you, because that is the promise of his word, that he will be with you in all things. Maneno mengine tutazidi kuendelea, lakini one thing that we wanted to let the government be aware is that Your Excellency, the Deputy President, you are aware about the program that is ongoing about the Inua Jamii program, which our people really have appreciated. Kuregister wazee. Jambo la muhimu ni kuelezea pia serikali kwamba kuna allotment ulipatiwa ya the disabled and those who are vulnerable communities. We have found that numbers that are allocated to our locations and the constituencies to be too low. And we want to ask the government to review its program through the social protection program to increase those numbers so that the people who are unable, who are disabled and are unable to be vetted because of the allocations be part of the communities that are being assisted by the government. Otherwise, Your Excellency, thank you very much for coming. You have become a friend and a member of our community, and we want to tell you that we will be part of you, part of the journey and part of the work that you're doing. We will support you in all things. We will invite you to the other parts of Kericho, especially the lower region of Bureti, to be amongst us, to celebrate the goodness of God, even in the period that the Lord will allow us to be a part of it. Finally, to the church, I want to say thank you for the prayers, and thank you for standing with us and for being a part of this congregation in the things that we do. Thank you very much. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Cherorot na family, bibi ya marehemu, mimi na watu wengi wengine wageni wote, mimi ningependa kuchukua nafasi hii, Your Excellency, kutoa rambirambi kwa familia ya Cherorot. Tumekuwa na yeye Nairobi na yeye amekuwa rafiki ya kila mtu katika bunge. Kwa niaba ya familia yangu na watu ya Sotik constituency, mimi ningependa kusema pole sana. Tumekuwa na wewe Nairobi na tuliona vile wewe ulihusika na ulihusunika katika kifo cha kijana yako. Mungu awabariki, hata mtoto wa marehemu na bibi wake tunajua Mungu atawachunga. Your Excellency, mimi ningependa kutaja tu kitu kimoja ambacho Mheshimiwa wa Bureti amesema, mambo ya Inua Jamii. Tumekuwa nyumbani huko Sotik na watu wanasema ya kwamba ile namba ambayo tulipewa ya watu wa kufaidika na mambo ya Inua Jamii ni kidogo mno, na tungependa labda ukirudi unaweza kutusaidia kuongeza kidogo.
Otherwise, tungependa kushukuru wewe na kuunga mkono wenzangu kwa kusema ya kwamba unakaribishwa kila wakati. Huko Bomet tuko na date na wewe, and I know you are coming. Thank you so much. Bwana Cherorot, mutia bwana. Ak lagoku. Ngo toret Kiptaya. Deputy President, all protocols observed. Nataka kwanza nipeane pole zangu mingi kwa familia ya Cherorot. Na pia nipate nafasi, Your Excellency, ni kushukuru mkiwa na President sababu umesimama na sisi wabunge. Na pia nishukuru hata mimi kama Charity Kadhambi Chepkonye MP wa Njoro. Mlisimama na mimi na President kwa kupoteza mzee wangu. Na ndio nimekuja encourage my sister. Wacha tutumikie Mwenyezi Mungu, tuombe familia zetu. Na Your Excellency, niseme shukran kwa vile mmeweza kusimama nasi wakati tunalia. God bless you. Asante sana Your Excellency. Mimi naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ni mbunge wa Kabuchai kutoka Bungoma. Kuja leo kusema pole Mheshimiwa Joseph. We serve together in the same committee, received the condolences of the Committee of Special Funds Accounts Committee, the Committee on Regional Development. Pole sana Mheshimiwa. Moja tu nikae, Your Excellency the Deputy President. Nataka mimi kutoka Bungoma nikashukuru wewe kwa kuamua na kusimama na kijana wewe Dr. William Samoei na kudeliver the votes. You did a serious work. And we know. Na pia tumeanza kukumiss, Mr. Deputy President. Last week, part 1, you are in Western, together with the President. Already tumeanza kukumiss. Na nimesikia hapo jambo moja kwamba natafutiwa kanyumba huko. Mimi nilikuwa nimekupatia nyumba Chwele bwana. Sasa ya Chwele utafanyaje? Lakini yote ni nyumba zako. Your Excellency, thank you for moving. And this is the way to go. Finally, nataka kusema ni kitu moja, Rais, Deputy President. Sisi tunacheza mpira. Mchezaji akipewa penalty afunge, anaenda kukaa katikati ya uwanja. The next anakuja kufunga. Sasa mimi najua penalty ya mwisho na Dr. William Ruto inaenda kufungwa. Wewe anza kufunga socks, ingia uniform, be next on the line. Young members of parliament wakiongozwa na Majimbo Kalasinga, mimi ndio nitakuwa naweka kitabu ya shareholders wakati yako ikifika Mheshimiwa Rais. Asante. Na kwa sababu Right Reverend Bishop Kotut, wakati ulisema na ukasema mama ndiye alifungulia wewe gate jana, nimeamua leo kusawadi mama mwenye alikufungulia jana gate, mpe 10,000. Sasa hii nitapea yeye mwenyewe. Sasa mama nyomutio nyonba nyono. Asante na Mungu wa amani akawabariki. Thank you. Thank you very much. Asante sana Your Excellency. Kwa majina naitwa John Paul Mwirigi kutoka kule Meru, Igembe South Constituency. Yule kijana mwaka wa 2017 mlimsikia ameingia mbunge akiwa na baiskeli. Nimechaguliwa mara ya pili na nawashukuru sana sababu kutoka eneo hili mumeweza kutupatia mwingine ambaye ni mdogo kuniliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo hii nimefika hapa kuleta pole zangu kwa familia ya Joseph. Na niambie Joseph, wakati huu najua ni wakati mgumu, lakini kuna Mungu, naye Mungu atazidi kuonekania hii familia. Kwa Felicity nikuambie pia Mungu yuko. Kuna mengi yale ambayo mzee alikuwa anafanya, kwa sasa hata kuwa ili akusaidie kuyafanya, lakini Mungu naye hako kukuonyesha njia na kusaidia kuyafanya. Najua Mungu atasaidia hii familia, itaweza kukua vizuri.
na tuwashukuru sana sababu mwaka uliopita wakati ambapo kulikuwa kugumu sana, mliweza kusimama na William Ruto na sisi kutoka mlima tukaweza kusimama naye, na leo hii mumeanza kuona tumeanza kupata matunda katika serikali hii. Na ni kuombe Bwana Deputy President, hapa wakati mwingine uchaguzi ukiisha watu wanataka kugawiwa serikali, na mimi kama mwakilishi wa kule Igembe, wakati ambapo naenda kuonana na rais ili anisaidie, na muomba anisaidie msaada wa wananchi wangu. Lakini tumeona kuna wabunge ambao wamefukuzwa kwa chama, ila hali kuna mzee hapa anataka mazungumzo yaendelee, yeye mwenyewe anufaike. Bwana Deputy President, ukirudi kule taja ama sema haya mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa tuyaache, sababu ni kujifanya tu. Ile hali mtu anajitakia yeye mwenyewe, hataki wale viongozi wengine ambao wamechaguliwa waweze kunufaika na wanufaishe wananchi ambao waliwachagua. Ama namna gani? Sababu sio vyema kama mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na rais na niko kwa chama yako, wewe ukuje unifukuze sababu nimeweza kumfikia. Lakini wakati wewe unataka mazungumzo, wewe haufukuzwi kwa chama. Hayo mambo hatutayakubali katika taifa hili, na uchaguzi ukiisha, umeisha, unaanza kujipanga kwa uchaguzi ujao. Asanteni sana. Thank you so much. Mheshimiwa Cherorot na familia yako yote, tumefika siku ya leo ili kuwatakia mema. Sitasema mengi. Pokea pia pole kutoka constituency yangu ya Chepalungu. My name is Victor Koech, the only member of parliament ambaye alipata kiti kwa sababu ya kuuza na kutengeneza mandazi. Thank you so much and God bless you. Mheshimiwa Cherorot, familia yenu, our Deputy President, waziri ambao wako hapa, governors, wajumbe, my colleagues na wananchi wote, Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tumekuja hapa kuomboleza na kusindikiza kijana wa Cherorot. Pole sana Cherorot na familia yako kwa kupoteza kijana wako, na tunasema pole sana. Tulikuwa huko Kisumu, maneno ya sukari, kama vile vilisikia president alitoa orders ya kusema mambo ni matatu. So hiyo ni mambo tunajaribu kushughulikia. Najua itakuwa bunge hiyo inakuja, sababu najua hii serikali ya Kenya Kwanza inashughulikia sana mambo ya wakulima. Pole sana kwa niaba yangu, kwa niaba ya watu wangu wa Konoin, tunasema pole sana, pole. Mchane ya mwenda zake Vincent pamoja na familia ya Cherorot, naibu wa rais ya Jamhuri ya Kenya, baraza la mawaziri pamoja na wenzangu wa bunge na wananchi ya hapa, nachukua nafasi hii kwa niaba yangu, familia yangu na watu ya Baringo North kuambia rafiki yangu pole kwa kupoteza kijana wako mpendo Wakili, ambaye ameweza kufanya kazi ya wanasheria kwa muda mfupi. Vile Brighton amesema, naibu wa rais, sisi tulienda kushughulikia kufix pandits ya shukari katika sehemu hiyo, na tutaleta report ya kuhakikisha Wakenya ambaye ni wakulima ya chai waweze kupata faida na kupata pesa ya kujenga uchumi ya taifa ya Kenya. Mimi nataka niseme tu pole kwa ndugu yangu. Cha Mungu ni mingi. Mungu atakusaidia, chibe moyo. Kwetu ambaye tuko hai, tusiti tuamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukienda tupata nafasi ya kwenda mbinguni.
Mimi sitaki niseme kusidi hapo. Nimetembea sehemu hii ya Londiani kutoka huko. Kwa geruman kole koreni nebo chakula ni wolu no cost of living down. Majalo njoko ngoi pika upsege samo mandene saburi omet ama wale eme saburi ani mimet wale chakula. So bongezi ama omiki bagenge na maja wale chakula na wakole chakula mkoroni. Kiriba chepeit chakula jimimi tab kolen jinyula sama wapeit parak sege njorum paita magi wolu ni mbeit lakini ke kola nyon soro wal pik so ko chal sobrai jikintonomet au wal pik cho imone pik am chama yao wale wanafukuza watu kwa vyama yao waambie hiyo sio demokrasia. Hii koti tunasanya kwa Kenya ni ya Wakenya wote. Mheshimiwa Rais, mwisho asante kwa kutushika mkono. Nyinyi watu ya mlima mlitushika mkono na ikifika wakati tutawashika mkono. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Deputy President, Mheshimiwa Waziri, familia ya Cherorot, na viongozi wa kanisa, all protocol observed. Bwana asifiwe. Ilo sunotio iso. Asante sana. Ya kwanza kabisa nataka kutoa rambirambi zangu Cherorot na kuambia pole sana. Mungu atakubariki na atakutia nguvu. Kwa bibi wake na mtoto wake, Mungu awapende na wasiti pia kukuinua. Mheshimiwa President, Deputy President, we want to thank you. Tumeona kila wakati tunapokuwa na shida ama huzuni ama furaha umesimama na sisi. Juzi tukipoteza watu wetu hapa Londiani, ulikuja kukaa na sisi na ulitufanyia mchango. Mungu akubariki. We are here to support the government agenda. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nguni ko ngaleko eng kityo kesiki anakeba kongoi mising. Haya. Your Excellency, our Deputy President, Governor wetu wa Kericho, CS wetu Bwana Murkomen akiongoza ma-CSS na ma-PSS, wajumbe wenzangu, senators ambayo wako hapa na wajumbe wenzangu katika National Assembly, family ya Cherorot na wananchi wote wa Kipkelion East. Mimi ninaitwa Liza Chelule, mimi ni mama county ya Nakuru na nimefika hapa Mheshimiwa Cherorot kulete rizala zangu za rambirambi yangu mimi mwenyewe na ya family na ya Nakuru County. May God stand with you during this painful moment of tears. Tunaelewa kabisa kupoteza mtoto sio kitu rahisi Lili. Mungu akupatie nguvu, akupatie kila kitu ambaye unahitaji kwa saa hii na family yote. You have a very beautiful family wenye wamekaa kabisa kiustarafu. Kwa hivyo Mungu awapatie neema yake na nguvu yake. Your Excellency the Deputy President, we want to thank you for what you've been doing both in Nakuru County and in Kericho County. Juzi ulikuwa hapa kweli, umesimama na sisi na hata ilikubidi usongeze mikutano zako mingi sana ambayo ulikuwa umepanga wakati tulifika hapa. Kwa hiyo maombolezi kubwa ambaye tulikuwa tumepoteza watu wa hapa. Tunashukuru sana na tunashukuru kila mara tukiwa na kazi upande wa Nakuru na upande wa Kericho na kila sehemu ya Kenya. Tunashukuru sana kazi yako. We want to tell you this, yani uso kwa uso tu tukwambie tumefurahi na wewe. Ukirudi Nairobi usalimie president, umweleze sisi tunampenda na tuko nyuma yenu na tunafurahia chinzi vile mmesimama na imani ya uongozi ya nchi ya Kenya. Kusimama na uongozi ya nchi ya Kenya mpaka tufike hii, saa hii tumepita mitihani. Your Excellency, tumepita mitihani. Tulipitia mashida nyingi sana baada ya election, lakini saa hii sasa kila kitu ni nywe, tuko tayari tuende kazi. Nataka kusema tu kusema sisi tukae kwa amani, watu ya Kenya, sisi tuko na viongozi ambaye wanatufaa, tuko na viongozi ambaye wanatuongoza kwa njia mzuri. Tumefurahi sana. Mimi nimefika hapa tu kusema pole Cherorot, you have a very good family. Kuna hiyo family ndogo, tunataka tu sikwe iloga. Otasila fungua hiyo break ya watoto. Hebu tumtuzalia watoto jameni. Tusikae na watoto wawili, mtoto mmoja. Fungulia breaks mpaka hata 6. Ndio tu nini? Fungua. Matiti please. Family ni safi.
tuwe na watoto wengi. So nataka tu kusema asanteni, piga aboli. Imenyesha sasa, tuingie kwa shamba, tusalishe chakula because it is the only way ya kureduce mambo ya shida katika nchi yetu ya Kenya. Na watakia mema watu ya Kipkelion, watu wa Kericho, tusiuze mahindi ikiwa mbichi kwa shamba, hebu tungojee ikauke ndio tuweze kupata pesa ambaye tunahitaji kama wakulima. Mungu awabariki sana, asanteni. Gachagua Liz Chelule Kumana Ikuru, Gachagua Wanjiro. May God bless you so much. Your Excellency, unangojewa sana kanisa ya Emmaus kule Tinet. Unangojewa sana, wamekusalimia na wanakupenda. Asanteni. I'm already excited. Lisa amesema fungua break. So nilikuwa nafikiria how to do it. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya Mheshimiwa Cherorot, Waziri Murkomen, Your Excellency, the Governor, all protocol observed, not forgetting the clergy here, and all the mourners who have come today to condole with the family of Mheshimiwa Cherorot. Nataka niseme kwa machache, tunamshukuru Mungu sana kwa kusimama na hii familia, having lost the firstborn child of their family. I've read so much about Vincent. He was an all-round person, a professional, mwenye alianzia chini, akaenda mpaka juu. I can also say Vincent, from what I have read, was consistent, he was good-hearted, he was an environmentalist. So today, we are mourning a great person. But having said that, Felista and your daughter, the Lord is with you together with your family. Mungu awasaidie sana. Ya pili, watu wa Kipkelion, pamoja na Kericho, tunasema pole, and thank you for standing with this great family. Chamok, chamin Mheshimiwa bikab Kipkelion, ako kotelel kobotin. Ak toek tugul chikotelelio koboto Mheshimiwa Kemoi kongoi. Ateleli, I'm standing on behalf of the many women who will not get chance here from Kericho, the youth, and even people living with disability that we've talked about. And Your Excellency, we want to say thank you that you've been coming to our county, and I've counted, preferably, you've been to Kipkelion. And we say thank you. And looking at that, Your Excellency, I want to say this. There are three things. Maneno ni matatu. Ukuje upate shamba hapa, uchenge hapa, upate jamii hapa, alafu sio wengine ni Pastor Docas, alafu tena upate china ingine hapa. Ndio ukue wetu. Because we've seen this is where you belong most. And we support your government. Nikiongezea, Your Excellency, I want to say thank you so much for His Excellency, the President and your government for hosting the African Summit, Climate Summit. This was international. As much as we're talking of African, I think we are no longer Kenyans, we are moving international. And I know things are happening. I say thank you very much. Nikimalizia, I want to appreciate the Bishop of today for telling us more about family virtues. One thing that I caught is, kama mzee ako nje, mama usilale, ngojea umfungulie mlango. And that one nikajiwekea tick, nikasema that is what I have been doing. Hata wakisema wewe ni mheshimiwa, akiingia mimi sio mheshimiwa. Tukiwa kwa nyumbani, hiyo maneno ya uheshimiwa inakaa nyuma. So that one ni sawa. Na nasema pia, the women who have been making noise, I appreciate and I understand them, Your Excellency. Wakisema ukucha na paper bag ni ukweli. Because hawa mama wanaenda shambu from morning to evening. Sasa wase pia to support those women. And this is where empowerment comes in. If our women are empowered, and Your Excellency, I know things will work well for us. Lakini hii vita ya usiku, na chuanga siyo ya paper bag, siyo ya nini, ugoiten haki nebo biik, siku mamite rirek yeba usiku. Si Mungu awabariki sana. And for this referral hospital, I'm saying, tukiona hii referral ikikucha Londiani, I know many things will be good. Once more, mutyo mising, ngotoreta ak Jehovah agoberuro. Akigura Beatrice Kemei mama county nebo Kericho. Kongoi mising. Asante sana. Your Excellency,
our Deputy President, our Cabinet Secretary, Mheshimiwa Murkomen, our Governor, Cherorot na familia yako, waheshimiwa wote ambao tulioko hapa na our clergy na watu wote wa Kericho hapa Londiani. Bwana asifiwe. Tumeshukuru sana kufika hapa siku ya leo kuomboleza na ndugu yetu Cherorot. Cherorot ni rafiki yangu sana, na wakati huu wa dhiki, wakati wa shida, hatungeweza kumwacha, lazima tungesimama pamoja naye. Tuliongea naye, nikamwelezea nitaja, ingawaje siku ya leo nilikuwa nipitie pale Mukurweini, kwa sababu pia mimi ni mwanafunzi halisi wa Deputy President. Huwa ananiambia nitembee, lakini kabla nitembee kwanza nifike Mukurweini. Your Excellency, hiyo ninatii kabisa. Nimetoka pale kuanzisha uandikishaji wa Inua Jamii cash transfer. Kila asubuhi 8 am huwa ninafika pale Mukurweini kuanzisha ile mpango. Na ninashukuru sana kwa sababu hii serikali yetu inaonekana imeweza kuweka ahadi zake. Serikali ya Kenya Kwanza ilisema ya kwamba itaweza kuandikisha kina mama na kina baba, wale wazee, watu pia wako na disabilities, na pia wale ambao ni orphans. Na tukasema ya kwamba wataweza kuingizwa katika mpango wa Inua Jamii cash transfer. Na tunaona ya kwamba hili ni jambo moja ambalo limeweza kutimia, na tunashukuru sana Your Excellency. Watu pale ground wanafurahia sana ule mpango, na ndio maana pia sisi tumeupatia support. Niko hapa basi kutoa rabirabi zangu kwa familia ya rafiki yangu, na pia the wife to our late brother, na tunasema ya kwamba Mungu watie nguvu. Niko pia na rabirabi za our speaker wa National Assembly, Mheshimiwa Right Honorable Wetangula. Ametoa rabirabi zake kwa familia yako Mheshimiwa Cherorot, na amesema ya kwamba Mungu watie nguvu. Alitaka sana awe pamoja nasi, ingawaje haingewezekana siku ya leo, na kwa hivyo mpokee rabirabi zake. Your Excellency Deputy President, mimi kwa niaba ya wajumbe hawa ningependa kukushukuru, kwa sababu kila wakati sisi kama wajumbe tuko na shida, tunakuona ukishirikiana pamoja nasi. Juzi tu tumekuwa kule kwa ndugu yetu Kawaya, ulikuwa pale na sisi, tunashukuru sana. Leo uko hapa pamoja nasi. Tumekuwa pale kwa Mheshimiwa Kathambi, umetushikilia, na tunashukuru sana our Deputy President. Na tunajua kwamba hii unafanya pia kwa niaba ya rais wetu ambaye tulikuwa naye hapa Nakuru wakati wa dada yetu Kathambi. Tunawashukuru sana kwa sababu ya vile mnafanya kazi na vile mnashikilia sisi, na sisi tunaendelea pia kuwashikilia wananchi, na vile pia mnashikilia wananchi mkiendelea kuweka ahadi ambazo tuliweka. Kwa mwisho ni ahadi ambayo umeweka ya kwamba wanafunzi ambao wanaenda katika chuo kikuu wataweza kuangaliwa maneno yao vizuri. Nimesikia watu wengine wanasema wanafanya harambee kwa sababu wanashindwa vile watoto wataenda shule. Lakini niseme kuna watu wengine wanakuwa a bit ignorant. Hawajaelewa ya kwamba ile school fees ambayo unapewa pale imeandikwa katika ile karatasi, wewe unafaa kulipa 7% peke yake. Ile ingine yote inalipwa na serikali, either kwa loan ama kwa scholarship. Na kwa hivyo hakuna haja ya harambee. Na waziri alisema watoto wote waingie shule kama serikali inaendelea kulipa ile school fees. Ile model, Your Excellency, tunaona ni mzuri na itasaidia wananchi wote wa Kenya ndio tuweze kupata masomo. Kila mtu, tusipokuangalia pahali unatoka. Kama wewe ni wa familia maskini ama familia ya juu, sisi wote sasa tuko na haki ya masomo, na tutaweza kupata ile masomo kwa ile model ambayo imeletwa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Tunashukuru yote kwa hayo. Mungu awabariki, tunawapenda sana sisi watu wa mlima, na tunafurahia sana kushirikiana nanyi kila siku. Asanteni. Na jina langu ni John Kagushia, Mheshimiwa MP Mukurweini, Nyeri County. Your Excellency, wakati tulikuwa tunaendelea, mwenzetu Oscar Kipchumba Sudi ambaye ni engineer wa kiwanja na siasa akafika. So nataka tumechunga time kama bunge. Kabla ya kumpa Your Excellency, tuko na condolence na apology kutoka mbunge wetu wa Belgut, Mheshimiwa Nelson Koech, ambaye ako nje ya nchi kwa shughuli ya kiserikali na bunge,
na leader wetu wa majority ambaye ni senator wa Kericho County Aaron Cheriot, pia ambaye ako nje kwa shughuli ya serikali. Sudi. Asante sana. Kanisa letu takatifu la IAC, bishop wetu na pastors wote, Your Excellency Rigiji, rafiki yangu Mheshimiwa Cherorot na familia yako. Mimi pia nimechelewa kidogo, lakini naomba msamaha kanisa. Nimesikia umehubiri mambo mazuri yenye ningefaa kusikiza, lakini kwa sababu ya mambo mengine yale na pale nimechelewa, mnisamehe. Nimekuja hapa kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya watu wa Kapseret na kwa niaba ya marafiki wengi hawajafika hapa kusema pole kwa familia ya ndugu yetu mheshimiwa. Pole mama wetu mzazi na watoto wako wote, mke wa ndugu yetu Wakili na familia yote na viongozi wote walio hapa. Sisi wote tumekuja kusema pole. Najua kupoteza kijana mdogo kama huyu ni uchungu sana. Na najua yale mnapitia. Na tumesema sisi wote tukuje tuseme pole, na hiyo ndio imetuleta hapa rafiki yetu Cherorot kusema pole sana kwa familia yako. Pia kwa mke wa Wakili, nataka nikwambie pole na mtoto wako na marafiki ya watoto wako. Najua ile uzito mnapitia kwa kupoteza huyu Wakili. Tulisikia Wakili aligonjeka kwa muda mfupi sana. Na mnajua mambo ya kansa ni mambo ngumu. Imetatisa dunia mzima. Nataka niseme tumekuja kusema pole sana. Sitaki kusema mingi kwa sababu nimechelewa. Nataka tu niongezee, niambie Your Excellency, hawa watu wa sehemu hii ni wakulima. Na yale mambo yako unasukuma ile ya mahindi, kahawa, majani chai na maziwa, harakisha. Ndio hii watu ufanganishe, hii watu wako na pesa kwa mfuko. Sisi wote hapa ni watu wa juu chini. Na tukipata bei mzuri, mambo yanakuwa mzuri. Hii Kericho watu wangekuwa nafaa kununua magari mpya. Sisi wakulima wa mahindi tungekuwa sawa. Lakini unajua ile serikali nyingine vile maneno ilikuwa, na unajua Excellency, mimi na wewe kama ile watu wengine wangepita, wewe ungekuwa saa hii miezi yako ya 6 kule, sijui ungekuwa Manyani ama ungekuwa area gani. Na mimi pia ningekuwa hapo miezi 4 miezi 5. Unajua sasa tushikane. Wewe uko hapo kama deputy president, mimi niko hapa kama engineer wa maneno. Tuunganishe hii maneno, watu wapate pesa kwa mfuko. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency, tuko na senators wawili peke yake hapa. Na kwa sababu sitataka kuongea tena, I want to recognize Viva Africa, pahali kijana yetu alikuwa anafanya kazi. Hebu simama muonekane. Viva Africa wametawanyika kule. Kenya National Union of Teachers na KUPPET ambaye ni marafiki wakubwa wa Mheshimiwa Cherorot wako pale, Your Excellency. Asante sana. Kwa sababu sitaongea tena, Your Excellency, baada hii nitaamusha Senator wa Bomet aseme mawili, awakaribishe waziri wetu ili apatie nafasi governor akukaribishe. Alafu tutakuwa tumemaliza, Your Excellency. Lakini umeona kazi yako. Umepitia hapa kwa mahindi. Mahindi imezaa 2 3. Wale wakora wa zamani walikuwa wanatupea mbolea enye wamechanganya na maram. Tukiweka kwa shamba, tunafikiria tunaweka mbolea, tunaweka maram kwa mahindi. Sasa nyinyi ambaye mnajali wakulima, mumekuja mkatupea mbolea safi. Mwaka huu mtuchungie tu bei, pesa tutaweka kwa mfuko. Wakati tunangojea ile ingine ya kahawa, ya miwa, ya maziwa na ya majani chai ambaye we know you are unrelenting. Wakati ulipata popularity hapa, Your Excellency, ni wakati wa ile debate ya mwisho. Unajua ile mama mlikuwa mnangangana naye yako na jina hapa anaitwa Chepchilko. Sasa ile muliana debate, watu walikuwa na wasiwasi, wakasema hii mama anajifanyaga wakili. Ukanyorosha 10-0 na ukaleta serikali nyumbani. Shikilia hapo, Your Excellency, tushikilie. Huyu waziri wako anaitwa Murkomen ndiye alikuwa anatushikilia hapa akiwa senator. Sasa tumemiss kwa sababu ulipeleka executive. Alafu ucreate hiyo bridge, tembeaga na
ili ya kuambia ile makona tuko barabara mbaya, alafu nikikuambia moja unafinya yeye Your Excellency, alafu yote inakuwa mazuri kwa niaba ya watu wa Kericho na watu wa Kenya. Ulitusaidia saa hii watu hapa chini, unajua mimi naishi hapa Muhoroni. Na ile vita ilikuwa hapa, watu wanafikiria ilikuwa mchezo. Siku ya maandamano, ile vita iko kwa familia, mzee na mama asubuhi wanang'ang'ania sufuria. Mama anataka kuwekelea chai kwa moto, mzee anataka kwenda na sufuria kwa maandamano. Hiyo sasa umetumalizia. Ile imebaki ni huu mzee wa kitendawili. Kwa sababu yeye ni kegeugeu, na mimi nakubaliana na wewe kwa sababu wewe ni truthful man. You don't like hypocrisy. How is it possible that wewe kama leader wa ODM unataka kuongea na serikali ya UDA na wale walishaona light wakakuja mbele yako kuongea na serikali, badala uwapigie makofi uwape heko kwa kupata network, sasa unawa expel? Where is the genuineness in this? Your Excellency, hata kama hii maneno ikiendelea hivi, ajambo hata hii toxic tupiliwe mbali. Kila mtu akae kwake, Raila angoje 2027, tumufurushe ya mwisho, siku ile wewe unakuja 2032, hiyo mzee atakuwa kwa hii area, atakuwa akikuonea kwa view sasa. Asante sana Your Excellency. Sasa nataka kumkaribisha Senator wa Bomet aendelee kutoka hapo kwa ufupi. Asanteni sana. Kwa wale hawanijui, mimi naitwa Hilary Arap Koske, MP wa Kipkelion West hapa chini. Asante.